Kuna wakati unafaa kutembea ukiwa na akili yako ni sahi. Mwisho wa mambo yetu umekaribia, ingawaje watu wengi hawana habari. Na Biblia inasema vizuri, watu wawe na akili, wakesha katika sala. Kukesha maana yake ni kusoma na kuchunguza Mungu anasemaje. Katika Biblia Mungu anasema watu walio na hekima, watu walio na akili ni wale wanajua yale ambayo Mungu ameyafunua katika neno lake. Hebu soma Ufunuo 1:1-3. Inasema ufunuo wa Yesu Kristo. Sauti kidogo mtiani sana. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Awaonyesha watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Kwa hivyo wale walio na akili na hekima, Biblia inasema mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika. Na ushike hiyo point, Mungu anatumana kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Subiri hapo juu kidogo, juu. Mambo yote aliyoyaona, heri yasomaye. Mungu akatangaza heri yasomaye, na wao wayasikia maneno ya unabii huu. Endelea. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa nini? Kwa maana wakati ukaribu. Na nikakueleza katika Biblia Mungu akasema wale wanaosoma wabarikiwa. Na ukisoma hiyo Ufunuo 22, mstari Ufunuo 22 aya yake ni ya 7. Mungu anaendelea kusema, na tazama naja upesi, heri yeye ashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kwa hiyo wale wamebarikiwa ni wale watakao kamata ujumbe wa unabii wa kitabu cha Ufunuo, maana Yesu anakuja haraka upesi. Wale ndio watu wa Mungu. Kwa hiyo dunia inaweza kuwa na watu wengi, lakini wale ambao Mungu anasema ni watu wake ni wale wanaokamata ujumbe ambao Mungu amewapatia na wanaishi ujumbe huo. Ndio naona Sodoma ilipoenda kuangamizwa, mwalimu wangu. Petro wa kwanza 2 aya yake ni ya 5. Petro wa kwanza. Achilia usiongeze hapo. Unajua mkutano inakuwa na wageni kila siku. Anza na Petro wa kwanza. Ama ni wa pili sijui. 2:5. Ukisoma nitajua. Ninyi nanyi. Nini? Wa kwanza ama ni wa pili? Inasema soma wala ndio hiyo tu. Hakuachilia ulimwengu wa kale. Mungu hakuachilia. Wewe unaona hii ulimwengu wa saa hii watu wanajipiga kifua, unajua hata kesho tutaamka, unajua tutakuwa sawa, mambo itaendelea. Wewe Mungu hakuachilia ulimwengu wa kale. Wewe soma. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale. Twende. Bali alimhifadhi Nuhu. Mungu alimhifadhi Nuhu, na ikiwezekana ile stand ile speaker isonge kidogo ndio sauti ikae hapa. Barikiwa sana. Barikiwa kwa kutoa kidogo ili tuendelee tuone kesho tutakuwa na zangapi za mkutano. Sije ukavamio. Mtu akiwa na chochote unaweza weka tu pale. Sisi tunaendeleza mkutano. Twende. Biblia inasemaje? Bali alimhifadhi Nuhu. Mungu alimhifadhi Nuhu hapo. Mjumbe wa haki. Mungu alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki. Na usike hiyo point. Barikiwa. Mungu alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki. Twende. Na watu wengine 7 pamoja naye. Endelea. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu. Twende. Wa wasiomcha Mungu. Endelea. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora. Hapo ndio kuna point tukiingiza somo la leo. Mungu akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu. Mungu akaifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Kwa hiyo Sodoma na Gomora iliwekwa kuwa mfano wa wale ambao hawatamcha Mungu baadaye. Hata vile mnaweka mahiari na wewe ni mwanaume, ushoga unaendelea duniani hata leo. Biblia ikasema Sodoma na Gomora iliwekwa kuwa mfano wa wale ambao wataishi maisha hayo baadaye. Na Biblia inasema vizuri, Mungu wa mbinguni hawezi kuchezewa na wanadamu na kudhihakiwa. Mungu atalipa kila moja kulingana na matendo yake. Sodoma iliangamizwa, na kabla ya Sodoma kuangamizwa Mungu alileta ujumbe. Wapendwa, Mungu alileta ujumbe. Dunia ya leo dhambi zake zinaendelea kuandaliwa. Watu wanaendelea kuandaa kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Na usikilize vizuri. Wakati Sodoma inaangamizwa Mungu alileta Mungu alileta ujumbe, si ndio? Kabisa. Hebu soma Amosi 3:7. Biblia inasemaje? Pole tu. Mungu alileta ujumbe. Na mimi nataka nikwambie kitu. Hakuna kitu ambacho Mungu atafanya kabla hajafunua siri zake.
Soma Amosi 3:7 Biblia. Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. ati Mungu hatafanya neno lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake Siri yake. Mungu anafunua. Na niona Sodoma ikienda kuangamizwa, haigeangamizwa tu. Hapana. Mungu alifunua hiyo siri. Mwisho wa Sodoma umefika. Na Mungu akasema nitateremka na nitaangalia kama kweli iko hivyo. Mungu akateremka. Si kwamba baba aliteremka, alituma wajumbe. Sodoma, Mungu alituma wajumbe. Sikiliza, mwalimu wangu. Naam. 18:1 Mwanzo. 18:1 Mwanzo, Genesis. Inasema Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre Alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Alafu Akainua macho yake akaona na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Mungu alituma malaika ngapi? Watatu. Kabla ya kuangamizwa miji gani? Sodoma na Gomora. Nani aliletewa hiyo ujumbe itangaze? Ibrahimu. Wewe nani wako na imani ya Ibrahimu leo duniani? Ni nani? Ni Wakristo. Wakristo ni wengi. Wale wako na imani ya Ibrahimu ni hawa. Wale watakubali ujumbe wa malaika watatu ambao Mungu amefunua katika Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari wa 6 mpaka 13. Na ndio na Ibrahimu alijua hawa ni wageni wa kawaida, kumbe walikuwa ni malaika watatu. Na unaangalia hao malaika watatu kwanza waliingia kwa Ibrahimu nyumbani. Waliingia huko, wakakula, wakasemezana, macho ikafunguka, akajua hao ni malaika. Malaika ngapi? Tatu. Walikuwa ni tatu. 17:28 Luka, tunaanza safari. Walikuwa ni watatu. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Ibrahimu alifunuliwa. Walikuwa ni wajumbe watatu, malaika watatu walioonekana, wakaingia na Ibrahimu aliwakaribisha kwake. Kwa hiyo wale wataishi kipindi cha mwisho, watakao kuwa na imani ya Ibrahimu ni wale watakaribisha ujumbe wa mwisho duniani. Soma Biblia. 17:28 na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Sodoma na Lutu, walikuwa wakila na kunywa. Endelea. Walikuwa wakinunua na kuuza. Twende. Wakipanda na kujenga. Maliza. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, ulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni ikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana Adam. Unaona? Naam. Kwa hiyo Biblia inaweka wazi ya kwamba itakuwa hivyo. Kwa hiyo kabla ya kuangamiza dunia na uasi ulioko leo, Mungu analeta ujumbe. Revelation 14. Hii utasikia kwa makanisa gani ya leo? Ati Mungu ako na ujumbe wa malaika watatu. Hebu soma Revelation 14:6, tunaanza operation. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Huyo niona mwenye injili ya milele. Soma. Hawahubiri hawa wakao juu ya nchi. Twende. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Unaona hii kitu ni kama ni ya mchezo. Inahubiriwa kila taifa na mitume hawakuhubiri. Mitume waliambiwa enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Lakini sasa hapa kuna ujumbe wa mwisho ambao unatangazwa duniani. Na tena malaika wa kwanza ako na ujumbe wa milele, anatangazia wale wanakaa duniani kipindi cha mwisho. Twende. Akasema kwa sauti kuu, moja, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Watu wamche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu ya Mungu imeanza. Na nini ingine? Mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na nini? Na bahari na chemchemi za maji. Wewe unaona mambo ya ibada kipindi cha mwisho itakuwa ni mtihani. Mungu atajaribu kurudisha watu katika ibada ya kweli. Na hiyo lazima kuwe na ujumbe wa kwanza. Maana dunia imepotoka, imeingia katika ibada za uongo. Mwalimu wangu. Naam. Enda Wafalme wa kwanza, kamata hapo. Maana ujumbe wa malaika wa kwanza lazima ueleweke. Lazima ueleweke ujumbe wa malaika wa kwanza. Unaita watu. Hakuna malaika utaona hapa mbinguni. Hawa ni wajumbe wa Mungu. Wanakamata ujumbe wa kwanza, wanatangazia watu. Wale wanaingia katika ujumbe huo wanakuwa wajumbe. Ujumbe wa kwanza wanaita watu katika ibada ya kweli na wanatangazia watu the gospel, wakiwaambia the hour of God's judgment is come. Iko na sisi. Unaona hiyo? Na wanaambia watu wamche Mungu. Fear God and give glory to him. Hiyo ndio ujumbe ya kwanza. Wale wanakubaliana nayo wanaingia katika ibada ya kweli ya Mungu. Twende Wafalme wa kwanza 17:33. Sikiliza uongo ulioko duniani. Sikiliza, nataka nikuonyeshe
uongo ulioko duniani ni ya kwamba watu wanadai kuingia wako kwa ibada na kwamba ibada sio ya Mungu. Soma hiyo. Inasema Wafalme wa Pili 17:33. wakamcha Bwana, Walidai kumcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Walidai kumcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Walidai kumcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe, ambayo sawa sawa na kawaida za mataifa. Kumbe mtego ni kudai unaabudu Mungu lakini huko kwa ibada ya mataifa, huko kwa ibada ya watu wengine. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida ambayo ilifanya Mungu akafunga mvua katika nchi ya Israeli. Watu walidai wako kwa ibada ya Mungu lakini ibada hiyo ilikuwa ni ya mataifa. Mungu wako ijua. Yeremia 11. Tunadili na ujumbe wa malaika wa kwanza. Hebu teremsha hiyo. Ujumbe wa malaika wa kwanza. Sikiliza. Na Mungu aliambia Israeli. Teremsha. Kwa nini leo makanisa ni mengi na mafundisho ni mengi? Hii nyumba ya Israeli. Teremsha. Wewe soma. Hii nyumba ya Israeli. Ujishikilie usianguke. Sikieni neno la awambialo Bwana. Usianguke kama huyo jamaa. Weka mshipi. Gari yetu imeanza safari. Enyi nyumba ya Israeli. Teremsha. Sikilieni sauti ya Bwana. Bwana asema hivi. Leo tunaangalia minyororo ya kiroho, watu wamefungwa pasipo kujua. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa. Rudia. 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 Msijifunze njia ya mataifa. Watu wa Mungu wasijifunze njia za mataifa. Twende. Wala msishangae kwa sababu ishara za mbinguni. Hiyo ndiyo Mungu alisema katika Biblia, watu wanaoitanishwa na jina lake. Msijifunze njia za mataifa. Wala msishara, msishangae kwa sababu ya ishara za mbingu. Mataifa wako na ibada zao. Biblia inasema. Soma maandiko. Maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Unaona? Kwa hiyo Mungu akasema watu wake wasiingie katika ibada za mataifa. Israeli walijaribu wakaingia katika mtego. Ndio unaona katika Biblia Mungu ametenga ibada yake na ametenga ibada za uongo duniani. Ukikubali ibada ya Mungu huwezi kuingia katika ibada, maana ibada ambayo inatangazwa saa hii mataifa ibada zao zimeanguka. Na sisi kweli soma tuingie kwenye Revelation 14:8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, ndio unaona yule wa kwanza anaita watu waabudu Mungu wa kweli. Alafu kuna mwingine sasa analeta maonyo. Anatangaza akisema, umeanguka Babeli. Umeanguka Babeli, mji ulio mkubwa. Kwa nini? Maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya washarati wake. Subiri. Sasa leo tunaambiwa na Mungu ya kwamba Babylon is fallen. Hapo is fallen. Nilianza kwenda Sunday school nikiwa mtoto wa miaka karibu 5-6. Nilianza kusikiza Pius Muhiro kitambo. Yaliomba jana, sijui kwa mkutano gani. Nilianza kusikia zamani, hata ukina Lai na wengine. Hakuna siku niliwasikia wakifundisha ujumbe wa Ufunuo 17. Kwa sababu hapa kuna shida. Ati Babeli imeanguka. Tuko na ujumbe wapendwa, lazima tutangaze duniani. Na ujumbe ambao utatangazwa duniani ni ujumbe wa kutenganisha watu. Yesu anasema. Na Yesu alisema katika Luka. Alisema hivyo. Ni ngapi 49 amekuja kutupa moto duniani. 12 hapa ni ngapi? Hiyo. Sikuwahi kuwasikia wakitangaza ujumbe. Na hii ndio shida ya dunia. Leo wanadamu wanadai wanaabudu Mungu wakiwa duniani. Wakiwa katika ibada za watu wa mataifa. Sodoma waliingia malaika wawili, mmoja alibaki na Ibrahimu. Kipindi cha mwisho tuko na malaika wa kwanza. Ujumbe huo Mungu ameachilia. Unaenda haraka duniani. Na kuna ujumbe wa pili unatahadharisha watu, Babeli imeanguka, watu watatu. Uko kibe andiko gani? 12:49. Soma. Inasema nimekuja kutupa moto duniani. Yesu akatangaza nimekuja kutupa moto duniani. Endelea. Naye ukiwa umekwisha kuwashwa. Na kama imekwisha kuwaka wakati wa Yesu, ni nini nitakalo zaidi? Hata sisi hatutazima. Sisi tutaendelea kuweka kuni iwake. Inawaka mpaka leo. Kwa nini? Yesu alisema katika Mathayo 10:34. Isikia wahubiri wengine wakisema tunahubiri amani, tuhubiri injili ya kuleta watu pamoja, tuhubiri amani, injili ya amani. Nini? Unatisha watu. Yohana 10, Mathayo 10:34. Amani gani?
Inasema msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Rudia. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Rudia. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Rudia. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Tuhubiri injili ya amani. Roho zinazogawa watu za mashetani zishindwe. Hiyo maombi na gonga hapo inarudi kwa kichwa yako. Yesu anasema msiwahi dhania ya kwamba nalikuja kuleta amani duniani. Maliza. La. Sikuja kuleta amani. Bali upanga. Tunahubiri injili ya upanga sisi. Ya amani ni yenu. Ya amani hubirini na huko. Yetu ni ya upanga. Na kamata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yetu ni ya nini? Ya upanga. Ukisikia anasema tunataka injili ya amani, endeni mkutane na huko Hurba. Yetu ni ya upanga. Nikitokea hapo shauri yenu. Kile mtu aone mali ataingia, maana mimi naleta upanga ya Yesu. Yesu anasema msidhani alikuja kuleta amani duniani. La, si kuja kuleta amani bali upanga. Inafanya kazi gani? Twende usikie. Inasema kwa maana alikuja kumfitini mtu na babaye. Kwa ajili ya uchungu wa kweli ukibirwa moto atamkasirikia baba yake. Hiyo ndio injili ya kweli. Watu wanakasirikia nako nyumba. Hiyo ndio Yesu. Twende usikie. Na mtu na babaye. Mtu anamkasirikia baba yake, twende. Na binti na mamaye. Binti akiamini ukweli mama yake anamchukia, hata school fees hata lipiwa, twende. Na mkwe mtu. Mkwe atamfukuza mkwe mtu. Maliza. Na adui za mtu. Adui za mtu kwa sababu ya injili ni wale wa nyumbani mwake. Unaona kuna amani gani hapo? Wathesalonike wa kwanza 5. Turudi Babeli. Sikiliza. Leo wanataka kuhubiri amani. Kuna amani, tunatangaza amani, tunatangaza ushindi, we declare peace. We manabii wa uongo, you declaring what peace, na hakuna ukweli mlio na. Soma hiyo Wathesalonike wa kwanza 5:3. Sikiliza. Inasema, soma. Wakati wasemapo kuna amani na salama. Ndio unaona wakati unakutana na declare peace na salama, ndipo uharibifu wajiliapo kwa ghafla. Jua inaendelea kuwaka. Lakini unajua nini? Unajua nini mwalimu wangu? Naam. Wakati jua iliwaka Israeli, Elijah alikuwa na chakula. So many Biblia, watu wa Mungu maji yao haitakosa na chakula yao. Unaona maji ya watu wa Mungu na chakula. Sasa nihubiri hapa tena niambie Mungu anisaidie na maji. Na mimi nafanya kazi ya Mungu. Kazi gani hizo tunafanyisha Mungu? Soma 33 wa Isaya. Somea wao wasikie kwanza hiyo. Mungu ameandika katika Biblia, wakati uasi utakuwa mwingi duniani, wale watajitenga na uasi waishi kulingana na Mungu, Mungu atawalishi. Na ninataka kuambia tunaishi kipindi ambacho wenye haki wataishi kwa imani walio nayo ndani ya Biblia, ndani ya Kristo, wakimtazama Yesu. Mimi nakwambia ukweli, anza kujipanga. Mahali historia dunia inakwenda, anza kutafuta imani ya Biblia, Mungu akulishi. Nakwambia ukweli, amani rudia. Waacha hii amani watu wanatafuta ya uongo. Wewe. Hakuna amani nje ya Biblia na ukweli, hiyo ni uongo. Nikusomea andiko, Yesu mwenyewe alisema. Watu wanatafuta, hakuna amani nje ya Biblia na ukweli. Watu wakitoka nje ya Biblia na ukweli, wameingia kwa vita na Mungu. Mimi nataka nisome Biblia, tunaendelea kufundisha Biblia. Watu wamjue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, watakuwa na amani. Sema hiyo kwanza, nitoe maandiko ya amani ndio tuingie kwa Babeli. Twende, nimekupatia gani? Isaya. Ngapi nimekupatia? 33:10. Isaya 33. Anzia 17, 16. Sikiliza hiyo andiko. Anzia 16. Chap. Huyu ndiye atakaye kaa juu. Sauti. Huyu ndiye atakaa juu. Majabali ni ngome yake. Unaona hao ni watu wa Mungu. Ukianza huko juu, Mungu atawalinda. Majabali ni ngome yake. Atapewa chakula chake. Atapewa nini? Chakula chake. Alafu maji yake hayatakoma. Maji ya watu wa Mungu haitafanyeje? Hayatakoma. Na chakula chao atapewa. Wewe watu wa Mungu, hii dunia wanajulikana. Reserve, Mungu ameweka chakula yao. Maji yao haikomi, chakula yao haikomi. Hata wakati kama huu. Inaitwa apostasy. Apostasy ya dunia ni kubwa. Usiingie katika uasi wa dunia. Na inaanza na dini. Ukiingia huko sauti yako, Mungu wasi. Na unasikia wakati kuna shida, Mungu anasema katika Isaia 32 mstari wake na 18. Anza kusoma hiyo.
Inasema na watu wangu, watu wa Mungu watakaa katika kao la amani, watakaa katika makao ya amani na katika maskani zilizo salama. Unaona, hao ni watu wa Mungu katika maskani zilizo salama. Twende. Na katika mahali pa kupumzika penye utulivu. Soma. Lakini mvua ya mawe, lakini mvua ya mawe itafanyaje? Itakunya juu ya watenda dhambi. Kuna mvua ya mawe inakuja, mapigo 7 ya mwisho. Nafikiri hiyo presentation lazima tuifanye hapa. Mapigo 7 ya mwisho, mvua ya mawe. Si sahi. Yesu akasema katika Yohana 14:33. Sikiliza. Hapa kuna kitu ujumbe Mungu anatangaza. Wale watasikia sauti ya Mungu hapa wanakuwa ni watu wa Mungu. Mungu chakula chao kiko, maji yao haitakosa, wanaishi kwa imani. Na imani wanayoishi inatoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Wanaendelea kwa imani. Watu wa Mungu. Na si Kenya pekee yake, dunia. Wale wanaungana na ujumbe wa Mungu. Wale Mungu anawajua. Jiunge na jeshi ambayo imekubali Biblia na ukweli, Mungu atakusaidia. Pinga ujumbe wa kweli, utahangaika duniani mpaka mwisho. Soma hiyo. Yohana 10 ngapi ile? 27. Soma hiyo. Inasema 14:27. Soma. Amani na wachieni. Amani na wachieni. Amani yangu nawapa. Si niwapayo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani ambayo Yesu aliwacha si kama ile ya dunia. Twende. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Wala msiwe na woga. Msiwe na uoga. Hiyo ndio Biblia. Sasa kuna ujumbe wa pili. Wale watakubali ujumbe huo, wanakubali amani ya Yesu ndani ya mioyo yao. Wako upande wa Mungu. Dunia haiwezi kuhangaisha, ni watu wa miliki ya Mungu. Na Mungu alisema katika Zaburi 46 aya yake ni ya kwanza. Alafu ndio tukuje hapa. Ninyi mnatafuta amani wapi? Hakuna amani nje ya Biblia. Sikiliza. Biblia ndio msingi. Mungu ameweka pale. Sasa Mungu akileta ujumbe, watu wanatakiwa kutii. Wale wanatii. Na wacha nikwambie, maanisha hiyo usome Malaki, uone vile Mungu anasema. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Soma. Msaada utakaoonekana tele. Endelea. Wakati wa mateso. Soma. Kwa hiyo hatutaogopa. Ijapobadilika nchi. Rudia. Ijapobadilika nchi. Rudia. Ijapobadilika nchi. Sasa hii jua imechoma. Naam. Hata sisi tuogope? Hapana. Maji yetu iko. Maji ya watu wa Mungu iko reserve. Nataka nikuonyeshe mambo ya Elijah. Tunaenda kipindi kigumu katika historia ya dunia. Watu wa Mungu hawataogopa. Hebu soma Zaburi 91 aya ya kwanza. Ukijitenga na uasi wa dunia, ukubaliane na Mungu. Mungu anaweka maji yako. Chakula chako Mungu anakiweka stock. Nataka nikwambie, nilikuwa naangalia kwenye YouTube. Nchi gani ile ulienda kuangalia pesa za benki zimepotea? Ya, tuna pesa. Nini? Wewe. Soma hiyo. Inasema aketie mahali pasiri pake. Jifundishe kuketi mahali pasiri pake aliye juu. Atakaa katika utulivu wake Mwenyezi. Soma. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu. Maliza. Na ngome yangu. Soma. Mungu wangu ninayemtumaini. Endelea. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Mungu ameahidi kuokoa watu wake na mtego wa mwindaji. Endelea. Na katika tauni haribuyo. Katika tauni. Si corona ilipita kabisa. Mungu aliahidi ataokoa watu wake. Na tauni ambayo inaruka. Endelea. Inanena kusema. Siseme. Kwa manyoya yake. Kwa manyoya yake. Atakufunika chini ya mabawa zake, utapata kimbilio. Endelea. Uaminifu wake. Uaminifu wa Mungu ni ngao na kigao. Endelea. Hautaogopa hofu ya usiku. Rudia. Hautaogopa hofu ya usiku. Rudia. Hautaogopa hofu ya usiku. Kuna mtumishi mmoja alikuwa ametoka kuhubiri zamani hizo tukiwa Kariobangi na anaishi huko Kibera. Kesho yake alipokuja alituambia alishuka kwa gari Kibera saa 5:30 usiku. Nilikuwa nahubiri ujumbe huu mtumishi. Naam. Alipoanza kutembea anaenda kwa nyumba bwana akaona watu wawili wametoka mpio. Nini mbaya tena hapa? Wewe. Ile mbio alichomoka hapo kama risasi. Sasa hapa jamaa baadaye anakuja kusikia baadaye. Ati tulikuwa tumekaa kwa giza, tuna time mwenye tunaweza kunyang'anya. Tuliona jamaa anakuja na malaika kama 10. Wamemzingira na wanazunguka ili anakuja.
aliona na macho. Na zingine unajua wakora wanapigwa tena nili na Mungu. Yaani ile bio alichomoka hapo. Aliona jamaa anakuja na anaona watu wamemzingira. Na hao watu hawakai watu wa kawaida. Waliona ni watu kama 20. Ilibidi wainue mguu na ni mtu mmoja anakuja. Biblia inasema atakulinda na nini? Hautaogopa hofu ya usiku. Hautaogopa hofu ya usiku. Wala mshale urukao mchana. Maliza. Wala tauni ipitayo gizani. Simsome. Wala uele uharibu wa dhuhuri. Endelea. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako. Naam. 10,000 mkono wako wa kuume. Soma. Hata hivyo hautakaribia wewe, hautakukaribia wewe. Haitakukaribia wewe. Unaona? Wakati Mungu aliachilia pigo la corona, watu walikuwa kila mtu ameogopa. Hata watu nini mnatisha watu. Mungu alisema tauni akiachilia haitakukaribia wewe. Twende. Inaendelea kusema. Soma. Ila kwa macho yako. Ila kwa macho yako. Utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Malipo ya wasio haki. Rudi Ufunuo 17. Sasa angalia. Ukikubali ujumbe wa kusema Babeli imeanguka. Na Mungu anasema usiingie kwa ibada za watu wa mataifa. Hao ndio watu wa Mungu. Watu wa Mungu watajikanganya na mataifa. Watu wa Mungu wamekubaliana na ujumbe wa mwisho. Na wanajua siri za Mungu ziko na wale wanaomcha Mungu. 17:1 mpaka 6 Ufunuo. Soma hiyo. Inasema akaja mmoja wale malaika 7. Teremsha juu kidogo point moja tu. Akaja mmoja wale malaika juu. Wenye vile vitasa 7. Twende hapo. Akanena nami akisema. Yohana anaandika, akanena naye akisema. Njoo huku. Nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketiye juu ya maji mengi. Nitakuonyesha hukumu. Ukipatikana na yeye shauri yako. Nitakuonyesha hukumu itakayompata yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Marais wa dunia kipindi cha mwisho ndio watakuwa makastoma wake. Na raia nao wakao katika nchi. Rudia. Nao wakao katika nchi. Rudia. Nao wakao katika nchi. Wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Sasa huu ni ujumbe wa mwisho. Wale watakubali ujumbe huu wanamkubali Mungu. Wanakubali kujitenga, wanakuwa ni watu wa Mungu. Usipatikane katika hukumu ya huyo mama. Twende mstari wa 3. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ako na siri gani? Babeli mkuu. Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nalipomwona. Hata wewe ulipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Si kwamba Yohana ndiye alishtuka. Yaani Yohana alishtuka kwa niaba yako vile utashtuka. Yule malaika akaniambia. Malaika akasema. Kwani taajabu? Kwa nini unashtuka, unashangaa na umekuwa ukienda kanisani miaka hiyo yote huko Maximum Miracle Center? Kwa nini unashangaa? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu. Hujawahi kuambia siri ya huyo mwanamke wewe? Na ya mnyama huyu amchukuaye. Mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Sisi ni watu wa awali. Umewahi kuambia hiyo siri? Mimi ni wa Ezekiel. Aliwahi kukuambia? Alikwambia hiyo siri? Na kama hakukuambia hiyo siri, kama hajawahi kukuambia, utasema aje ako na siri za Mungu? Na huu ndio ujumbe tunafaa kuelewa. Na Mungu akasema Yeremia 51:6. Sikiliza, hao ni manabii wa Biblia. Manabii wote wa Biblia kuanzia Musa, ujumbe wao unaishia kitabu cha Ufunuo. Na wote walipewa ujumbe moja. Tena waliandika kuhusu wale wanaoishi kipindi cha lala salama. Angalia Yeremia 51:6 na 7. Sikiliza hiyo. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Kwa hivyo tunaishi kipindi ambacho ujumbe wa Isaia unatimia. Kila mtu ajiokoe nafsi yake. Unajiokoa peke yako. Endelea. Msikataliwe mbali na katika uovu wake. Msikataliwe mbali. Maana ukibaki Babeli shauri yako. Malaika waliingia Sodoma. Wakauliza, hebu enda Mwanzo. Tunafananisha, maana malaika wa kwanza na wa pili waliingia Sodoma. Yule ambaye alibaki na Ibrahimu alikuwa ni mmoja. Na uangalie, malaika wa pili anasema Babeli imeanguka. Isaia anasema kila mtu akimbia atoke. Mwanzo 19:12. Sikiliza vile malaika walisema Sodoma, wale walionekana na macho.
hawa wanatangaza ujumbe huu ni wajumbe wa Mungu. Sikiliza kama kuna tofauti. 19:12 Mwanzo. Basi nini? Wale watu wakamwambia Lutu, wale malaika wakaenda kumwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Kuna watu jamii yako hapa Sodoma zaidi? Mkwe wanao na binti zako na wote ulio nao katika mji, waambie nini? Watoe katika mahali hapa. Waambie watoke haraka hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa. Angalia ujumbe wa kusaidia watu watoke, si ndio? Naam. Si waliambiwa watoke? Kabisa. Sikia vile walifanya. Twende. Kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana. Kilio cha Sodoma kimelia mbele za Bwana. Endelea. Naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Endelea. Lutu akatoka akasema na wakweze. Lutu akapeleka ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Akaenda kusema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema subiri. Alienda kwa wale wanaume walioa binti zake. Wameachilia manyole hapa kama nchakuwa ya grade. Wengine wameekelea hapa earring, wengine wameekelea masuruali na huku. Ni walikuwa wameoa binti zake. Yo hao. Ameacha nywele hapa kama nchakuwa ile ya grade. Na kama mganga wa Misri. Ameweka maia, ndio hao. Akaenda kuambia jameni, tokeni hapa kutaharibiwa. Sikia majibu yao. Ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Sio, unaona huo ni ujumbe wa kuwaokoa watoke. Naam. Soma. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Kwa hiyo siku zote ujumbe wa ukweli ni kama mchezo. Hata hapa itakaa mchezo. Ngoja uone. Aenda kufunua 18:4. Ngoja uone. Hata saa hii itakuwa mchezo. Ndio naona leo watu wengi wanasema ningekuwa Sodoma ningetoka haraka. Walikuwa ni wajinga. Tuone kama utatoka hii saa hii. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, 1. Tokeni kwake enyi watu wangu. 2. Msishiriki dhambi zake. 3. Wala msipokee mapigo yake. 4. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Na Sodoma, Mungu alisema dhambi zimefika mbinguni. Na kuna watu wamesimama hapo wanasema ningekuwa Sodoma ningetoka haraka, si ndio? Naam. Tuone kama utatoka. Ndio hii yetu. Mwanamke ameketi juu ya mnyama, amekamata dunia. Hapa ndio kuna uasi wote. Mungu anasema watu wa Mungu wajitenge na hiyo system, sawa? Naam. Si mwanamke ni kanisa kabisa, si ndio? Naam. Si ndio? Naam. Waefeso 5:25 inasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili ya nafsi yake, akajitoa kwa ajili yake. Subiri. Kwa hivyo mwanaume ni Kristo, kanisa ni mwanamume, mwanamke si hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hivyo Kristo ni mwanaume, kanisa ni mwanamume, mwanamke. Naam. Mwanamke ameketi juu ya mnyama. Mnyama si serikali. Naam. Danieli 7:23. Teremsha hiyo vitu. 1. Inasema 2. Teremsha tena twende. Inasema hapo twende. 1 ama wengi. Danieli 7 abarikiwa. 7:23. Inasema kanena hivi. Malaika akasema huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hivyo mnyama ni ufalme. Mwanamke ni kanisa. Na imeteka dunia. Yohana akaambiwa amekaa juu ya maji mengi. Ufunuo 17:15. Tuone kama utakimbia hii. Kisha akaniambia, hata vile unasema wale watu wa Nuhu walikuwa wajinga. Si wangeingia kwa hiyo safina yake. Tuone kama wewe utaingia kwa hii yetu. Tuone. Kisha akaniambia, subiri. Unajua watu wako na haraka kuhukumu watu wa Sodoma na wakati wa gharika. Si watu wanakuanga na haraka kimbele kabisa. Watu walikuwa wajinga. Si wangeingia. Mimi ningekuwa wakati wa Nuhu, ningekuwa nimeingia bwana. Walikuwa wajinga. Tuone kama utakuwa mwerevu saa hii. Tuone kama utakuwa mwerevu. Ujumbe wetu huko. Teremsha one step peke yake. Hapo. Si yetu ndio hii kabisa. Si Mungu anasema watu watoke. Naam. Si ndio? Naam. Si system ya ibada na ni serikali kabisa. Yohana anaambiwa maji maana yake ni Revelation 17:15. Soma hiyo. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo kichipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Unaona dunia mahali inaenda. Nani amekalia hii dunia? Ni hiyo system. Wale Mungu ako na sababu zote za kuambia watu mambo haya. Inaitwa the final warning. The final warning. Onyo la mwisho duniani. Watu wajitenge na Babeli. Babeli ni system ya ibada iliyoasi, imekamatana na serikali ya uasi. Na imekamata dunia yote. Ufunuo 17:3.
17:3. Hiyo jamaa watu matatu pia wasikie. Na msikie hii. Akanichukua katika roho hata jangwani. Yohana akachukuliwa katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona system ya ibada imeanzishwa na serikali ya uongo duniani, iko na dhambi nyekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Rudia. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Rudia. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Tunaanza. Alikuwa na majina ya makufuru. Anza na Marko 2:7. Anza na hiyo tuone kama watu watakubali ama watakataa. Marko 2 mstari wake ni wa 7. Inasema mbona huyu anasema hivi? Alafu mtaniambie makanisa mnaendanga kwa nini hamsikiangi? Mbona huyu anasema hivi? Wayahudi wanauliza, mbona huyu Yesu anasema hivi? Anakufuru. Ate? Anakufuru. Na huyu mnyama amebeba mwanamke, hii system pia imekufuru. Kukufuru ni kusema nini? Twende. Ni nani aweza kusamehe dhambi? Isipokuwa mmoja. Ndiye Mungu. Kwa hivyo mwanadamu wa kawaida akidai kusamehe dhambi ya wanadamu amekufuru. Hiyo ni ya kwanza, weka hiyo point, weka hiyo kando, sawa? Naam. Kwa hivyo katika hii system kuna mwanadamu au wanadamu wanadai kusamehe dhambi. Situweke kando kabisa. Nimeona Hasa na Ngugi. Karibu wewe. Wewe ni Muislamu gani? Wewe kuja kanisani. Yohana 10. Karibu sana lakini. Barikiwa. Karibu sana. Yohana asikie ndiye asichanganyikiwe na kanisa. Unajua watu wengi walisilimishwa maana hakujua ukweli na tuwezi kumlaumu. Anasema Yohana 10:30. Inasema 33 ruka chini. Inasema Wayahudi wakamjibu Yesu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kukufuru. Kukufuru ni kufanya nini? Jambo la pili. Kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kwa hivyo kukufuru, mwanadamu wa kawaida anajifanya Mungu. Na kukufuru maana ya pili, mwanadamu wa kawaida anadai kusamehe dhambi. Mweka hiyo kwa akili. Naam. Tunaangalia hiyo system, tuko pamoja kabisa. Sasa atajifanya Mungu kwa njia gani? Sawa Naam. Tuko pamoja kabisa. Hebu soma mkuu wa Tiro kwanza vile aliambiwa 28:1 kitabu cha Ezekiel 28:1. Babeli inaanguka, watu wengi wanadhani ni mchezo. Mungu ameleta ujumbe wa maonyo, wengi wanasema wangekuwa wakati wa Sodoma wangekimbia. Sikia. Neno la Bwana likanijia tena kusema, nini? Mwanadamu, soma, mwambie mkuu wa Tiro. Mwambie mkuu wa Tiro. Bwana Mungu asema hivi. Bwana asemaje? Kwa kuwa moyo wako umeinuka. Nawe umesema mimi ni Mungu. Amesema nini? Mimi ni Mungu. Twende. Nami nimeketi katika kiti cha Mungu. Soma. Kati ya bahari. Maliza. Lakini huyu mwanadamu. Wala si Mungu. Kwa hiyo huyo mwanadamu alisema yeye ni Mungu. Na amekaa kwa kiti. Si lazima utangaze. Kuna njia mingi za kusema wewe ni Mungu. Na hii system imetumia mbinu ya kwanza katika Biblia. Mwalimu wangu? Naam. Isaia 48:11. Tafuta kitabu ile ndogo. Wewe soma. Jairo, tafuta ile ndogo. Umenielewa? Aya, soma. Barikiwa. Kuna njia nyingi za kusema wewe ni Mungu. Na wewe Jairo utachukua King James yangu hapo na unikumbushe niende nayo. Fungua Psalms. Barikiwa. Wewe shikilia hizo. Nionyeshe watu. Hao wanaenda kuombea mvua. We. Shida. Utakula shida. Asema hiyo. Hii ngapi? Nimekupatia liko gani? 48. 11 Isaya. Inasema kwa ajili ya nafsi yangu. Mungu anasema kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Nitatenda haya. Maliza. Je, litiwe unajisi jina langu? Litiwe unajisi jina langu? Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Mungu anasema hata mpa mwingine utukufu wake. Jina lake hata mpa mwingine. Hapa kuna system. Biblia inasema amekufuru, mwanadamu anajifanisha na Mungu. Aenda 17 Yohana. Twende direct aya 11. Inasema wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anaomba. Lakini hawa wamo ulimwenguni. Anaombea wanafunzi wanaobaki. Kwa jina nami naja kwako. Baba mtakatifu. Nami narudi mbinguni kwako. Baba mtakatifu. Yesu anarudi mbinguni kwa Baba mtakatifu. Kwa Baba mtakatifu. Kwa Baba mtakatifu. Mbinguni kwa Baba. Kwa Baba mtakatifu. Mbinguni kwa Baba. Baba mtakatifu. Twende. Kwa jina lako ulilonipa. Jina lako Mungu ulionipa mimi Yesu. Walinde hawa. Nani wako na hiyo jina? Wa kwanza Baba wa mbinguni. Wa pili amepewa Pope.
Baba amempa nani wa pili? Yesu Kristo. Nani mwingine yako nayo? Baba Mtakatifu. Mwingine ni nani? Haya, wa kwanza yako nayo hiyo yake? Mungu Baba. Nani amepewa? Yesu Kristo. Mwingine amechukua ni nani? Baba Mtakatifu wa Roma. Huyo wa Roma, huyu nani alimpatia? Haya, wacha tuseme hiyo ni yake, sawa? Naam. Haya, chukua. Hao ndio naenda kuombea mvua. Soma. Hatari sana. Soma Psalms 111 verse 9. Inasema he sent redemption unto his people. Mungu ametuma ukombozi kwa watu wake. He hath commanded his covenant forever. Mungu ameagiza agano lake milele. Holy, holy and reverend is his name. Mungu anaitwa holy. Hiyo ingine reverend. Ya kwanza holy. Hiyo ingine reverend. Ati holy and reverend is his name. Mungu anaitwa holy and reverend. Mungu anaitwa holy. Hiyo ingine reverend. Jina ya kwanza ya Mungu holy. Hiyo ingine reverend. Hiyo ingine reverend. Hiyo ingine reverend. Reverend Kamau anaombea Mungu. Unatisha Mungu. Unatisha Mungu. Reverend Musili. Command in the name of Jesus. Ninaachilia mibaraka ya mvua. Reverend huyo. Naomba Mungu. Hatari. Matatizo. Hilo andiko naweza simama nalo popote. Andiko. Kuna mtu atani challenge. Shida hiyo. Ukisikia Biblia inasema dunia inaomboleza. Sikiliza, watu wako kwa ibada zao, si ya Mungu. Bala hii serikali ndio ya kwanza na imeasi mambo ya Mungu. Wewe unadhania hapo kuna Mungu? Tena anadai kusamehe dhambi. Maana kukufuru mwanadamu anadai kusamehe dhambi. Chukua katekisimu. Ukurasa wa 50 ama 51. Padre ni nani? Fungua. Fungua uone dunia inaomboleza. Dunia inaomboleza. Dunia shida. Soma hiyo. Katekisimu ya maswali na majibu. Inayotokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Ukurasa gani? Ukurasa wa 51. Soma. Swali. Nini? Padri ni nani? Maliza. Padri ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu. Maliza. Amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili. Na sisi wanakaa crusade wapi? Endelea. Kusamehe dhambi. Kusamehe dhambi. Ati anadai kufanyaje? Kusamehe dhambi. Hatari sana. Unaona matatizo duniani. Shida. Hiyo ni shida. Unatingiza kichwa. Soma Thessalonike wa pili. Shida hiyo. Shida imetangazwa duniani. Unaona? Sasa hiyo ujumbe itakuwa kwa Biblia. Alafu mwingine anasema tunahubiri injili ya amani. Nini? Shida hiyo. Wavuta bangi mbichi. Soma Biblia. Wathesalonike wa pili. Ile yetu 2:3. Inasema mtu awaye yote asiwadanganye. Watu ambao wanakubali Biblia wasidanganywe kwa njia yoyote. Kwa nini? Maana haiji siku ya Bwana usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Rudi hapo. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Rudi hapo. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Rudia. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Afunuliwe ama afichwe? Afunuliwe. Yule mtu wa kuasi. Mwana? Afunuliwe yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi. Ajinua nafsi yake juu ya kila kitu cha Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe katika hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Subiri. Biblia inasema atafunuliwa. Kutoka hapo ujue injili ni mbili duniani. Kutoka hapo Biblia inasema katika Danieli 7:25. Kutoka hapo. Kutoka mahali itainuka. Kumeharibika katika masuala ya imani. Yesu anasema nimeleta upanga. Wale watahubiri amani upanga. Ukweli wa Mungu. Bible truth. Kile ambacho kitaokoa dunia ni ukweli wa Biblia. The Bible and the Bible alone as the standard of faith and doctrine. Hao ndio watu wa Mungu. Mungu anajua na anasema anawajua walio wake. Sitishe watu na makanisa makubwa imekufa kiroho. Jengo. Mungu anajua watu wake hii dunia. Wale wanamfuata mwana kondoo kila endapo. Anawajua. Wale wanaosimama na kutikisa dunia. Anawajua kwa ujumbe walio nao. Mungu amewapatia watu wake. Na anajua ni akina nani. Na sio Kenya peke yake. Wale wanaandamana na Yesu na ujumbe wa wakati. Mungu anawajua.
na amewapatia protection, security, full suite iko hapo. Kama ukina Elijah anakaa na ule Gehazi anasema, bwana tumevamiwa. Waacha mchezo, Mungu fungua macho yake kidogo. Anaona malaika wamejaa bwana. Wewe wamezunguka kilima. Kazi ya Mungu duniani, Mungu ako kwenye usukani. Yeye mwenyewe yake. Kazi ya Mungu yake anailinda. Kama si yake Mungu halindi. Yake Mungu analinda. Yake ni yake. Lazima atume majeshi malaika linda hao. Kazi yake, maana iko na shida. Kwa maana tunahubiri ujumbe wapi? Hapa si town. Mungu analazima alinde kazi yake. Haya, uko wapi? 7:25. Na mimi natoa challenge. Kama kanisa yako iko na reverend, anza kujipanga. Mnaenda kwa moto. Sikiliza, nakwambia mapema. Mimi nakwambia mapema. Hizi makanisa ya Mungu. Mr. and Mrs. Reverend Paul Kimani. Nini mnatisha watu? Mungu wawili. Mmoja ni wa kike, mwingine wa kiume. Mweka picha zao juu ya kanisa. Mnaambia watu ni kanisa ya Mungu. Na ni wewe na mke wako. Mnatisha watu. Soma hiyo andiko. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atanena maneno kinyume cha Mungu wa mbinguni. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atawatesa wa Kristo kipindi ambacho wataanza kuinuka. Maana wale wa kweli watapinga hiyo system. Twende. Naye ataazimu kubadili majira ya sheria. Ukipatikana hapo ni shauri yako. Biblia inasema. Na inasema Danieli 8:23. Soma hii hata hiyo. Inasema 8:23. Twende. Kitabu ni cha Danieli. Soma. Inasema. Maliza. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao. Wakati wa mwisho wa ufalme wa Roma. Wako sawa watakapotimia. Soma. Mfalme mwenye uso mkali. Mfalme mwenye uso mkali. Afahamu ya mapombo. Atasimama. Na ndio. Inasema na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Naye ataharibu kiasi cha kustajabisha watu. Subiri na kufanikiwa. Si ataharibu ama atajenga? Ataharibu. Na watu wa Mungu ataharibu na yeye ama atakuwa anajenga? Watajenga. Isaia 60 mstari wake ni wa 4. Yotuingie kwa vitu wameharibu. Ukikubali uchungu wa malaika wa pili, Babeli imeanguka, unaitwa mtu wa Mungu kipindi cha mwisho. Maana umejitenga. Ukikubali inalingana. Kuna wale wanajipiga kifua. Unajua mimi nitaenda tu hiyo Sunday, lakini mimi siko na huyo. Wewe. Chakutisha watu. Jamii Mungu. Na wacha nikwambie. Soma kwanza hiyo. Unasoma kitabu gani? 60 mstari wa 4 na Isaya. 60 mstari wa 4. Isaya, sikia. Inua macho yako. Uko wapi? Uko Yeremia uko wapi? 60. Isaya 61:4. Inasema 61:4. Twende. Na watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Watu wa Mungu watajenga mahali palipoharibiwa. Twende. Watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Kwa hivyo watu wa Mungu watajenga na watainua misingi ambayo iliachwa zamani. Twende. Inaendelea na kusema. Soma. Watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Kwa hivyo watatengeneza miji iliyoharibiwa. Kwa hivyo mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Subiri. Si hao ni watu wa Mungu? Kabisa. Isaia anasema watajenga. Wakati serikali ya Kiroma ya Baba Mtakatifu, system ya mpinga Kristo itaharibu. Watu wa Mungu wapatikani wakiharibu na yeye. Watu wa Mungu wanaitwa reformers. Tunajenga kama ujengi shauri yako. Mungu anasema, Yesu alisema yule mwenye akusanyi na mimi anatawanya. Si alisema? Yesu alisema mwenye kusanyi na mimi anatawanya. Sikiliza. Mwenye kusanyi na Yesu katika ujumbe wake, hata akivaa tai na suti awe na gari kubwa na kanisa kubwa, anatawanya. Huyo si wake. Maana Yesu wako na ujumbe wa kukusanya watu katika kweli. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili inatangaza Babeli imeanguka. Ataharibu ama atajenga mambo ya imani? Ataharibu. Si ataharibu kabisa. Ni nini shetani alipinga? Hebu enda Isaia 14 kwanza. Wageni wako kwa uwanja. Inasema 14:12. Wewe sikiliza, wacha vile leo mnaimba makanisani. Shetani akija, sote tuko tayari. Mko tayari na hamna Biblia katika hao watu? Shetani akija, sote tuko tayari. Akija mbele yetu, kanyanga. Tamkanyaga na kiatu gani atoke damu? Ni gani itamuumiza kiangalia? Yani. Na leo tumefundishwa hivyo. Na shetani anajua.
na hana shida na watu kujaa vyumba vya ibada. Sikiliza mzee, mateke mateke. Nikuta Wakristo wengine wakiimba wakirusharusha mateke. Shetani pia amepigwa. Shetani amepigwa panja. Shetani amepigwa panja. Shetani amepigwa panja. Shetani panja. Hatari sana. Nishangaa watu wanaimba, lakini yeye amepigwa hiyo panja na hakuna njia nyingine ya kushinda shetani. Na sikiliza, hebu soma kwanza tujenge hoja. Anasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Shetani alipofukuzwa kutoka mbinguni. Ewe nyota alfajiri mwana wa asubuhi. Nataka usikie mawazo ya shetani. Twende. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyoangusha taifa. Ewe uliyewaangusha mataifa hata leo. Nawe ulisema moyoni mwako. Lucifer alikuwa na agenda 5. Ya kwanza alikuwa amesema ndani ya moyo wake, nitapanda mpaka mbinguni. 2, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Niko na serikali yangu nitainua kuliko ya Mungu. 3, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitakuwa na ibada yangu, nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Nitakuwa na kiti serikali na nitaleta ibada yangu. Nitaketi juu ya mlima wa mkutano wa Mungu katika pande za mwisho za kaskazini. Endelea. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. 5, nitafanana na yeye aliye juu. 5, nitafanana na yeye aliye juu. 5, nitafanana na yeye aliye juu. Ni wapi kuna serikali? Ni kanisa na mwanadamu wamejifananisha na Mungu. Hizo zinaitwa siri za watu wa Mungu. Shetani hawezi kutushinda. Wapi hiyo? Hawezi. Wakorintho wa 2:11 inasema shetani asije akapata kutushinda. Kwa nini? Kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Wale watajua vile anafikiria watamshinda. Ukikosa kujua utashindwa. Usitishie watu. Wale wameshinda shetani wanajua vile alifikiria na amefanya. Hao ndio watu wa Mungu. Shetani alisema ataanzisha serikali yake, ataanzisha ibada yake, na akasema atajifananisha na Mungu. Dunia mzima Mungu ameleta ujumbe, watu wanaambiwa, na Biblia inasema ataongea maneno kinyume chake aliye juu ataongea na ataleta ibada yake. Na Mungu akaambia Israeli wasijifundishe njia za mataifa. Si Mungu alisema kabisa watu wa Mungu wasiingie katika ibada za watu wa mataifa. Kumbukumbu la Torati 4:19. Ama ulikuwa wapi? Hebu teremsha hii slide. Waungwana hawa. Teremsha tena. Wewe usijali. Hiyo ni Vatican. Teremsha tu. Kuna mahali nataka waenda tu. Tena. Teremsha tu usijali. Hapo. Haya. Inaitwa pembe mdogo. Haina masikio. Sasa nani atamwambia na anasikia? Haya soma. Inasema tena usije ukainua macho yako hata mbinguni. Mungu akaambia Israeli usije ukainua macho yako hata mbinguni. Na ulionapo jua, ukiona jua, na mwezi, ukiona mwezi, na nyota, jeshi la mbinguni lote pia ukashawishiwa na kuviabudu. Mungu akapiga marufuku ibada ya 1 ya jua, 2 nyota, 3 sayari na mwezi. Mungu akakataa. Sasa angalia na uangalie hii. Hii ni vitu ambavyo Danieli aliandika. Danieli ndiye aliandika hiyo vitu. Nataka kuingia kwa ibada. Ukipatikana hapo ni shauri yako, endelea kuimba tu. Yaani ukipatikana upande wake, Mungu anasema shauri yako. Na wacha nikwambie kuna formula moja katika Biblia. Hebu soma hiyo Danieli 7 mstari wake ni wa 8. Danieli 7:8. Soma hii inasema nikaziangalia sana pembe zake. Danieli anatazama mataifa, anatazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona hiyo serikali inainuka kule Roman Empire. Soma. Na hiyo ilikuwa ndogo. Na sio serikali kubwa, ni ndogo. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na ilipoinuka ikang'oa mataifa matatu, Heruli, Vandals na Ostrogoth. Soma. Na tazama. Wapi? Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Hiyo serikali ni ya mwanadamu. Na nini? Na kinywa kilichokuwa kinena maneno makuu. Na masikio hakuna. Yesu ndiye anakuja kuimaliza. Wewe ndio jipange, wewe ndio uko na masikio unasikia. Hebu soma Marko 4:9. Si wewe sikiliza Yesu. Huyu haina masikio. Tushinda hapo ukimwambia askofu haya. Kwani ataoa? Pembe mdogo hasikii Biblia. Marko 4:9 Biblia. Akasema aliye na masikio ya kusikia na asikie. Kwa hiyo mwenye masikio anasikia?
Na pembe mdogo hasikii hana masikio. Timotheo wa kwanza 3:1. Yasema ni neno la kuaminiwa. Gani? Mtu akitaka kazi ya askofu. Mtu akitaka kazi ya askofu. Askofu. Si wanaitwa kuombea mvua. Kabisa. Askofu. Twende. Atamani kazi njema. Masharti. Basi. Imempasa askofu awe ni mtu asiyelaumiwa. 2. Mume wa mke mmoja. Askofu awe mume wa mke mmoja. Askofu awe mume wa mke mmoja. Askofu awe mume wa mke mmoja. Pembe mdogo hasikii ama anasikia? Hasikii. Ako na mke? Hana. Hatari sana. Masikio hana. Wewe ndio uko na masikio, sikia. Pembe mdogo finya tu. Moja tu. Pembe mdogo, hiyo ni ya chini. Pembe mdogo haisikii. Wewe simama tu hapa na hiyo masikio yako unasikia. Wewe ndio usikie. Unashangaa. Unashangaa na dunia inaenda mahali pabaya. Dunia. Tunaenda mahali inaitwa the just shall live by faith. Wenye haki watamtegemea Mungu. Wewe, Biblia inasema tusingie kwa ibada za watu wa mataifa. Kabisa. Si ndio imesema? Naam. Omsha hiyo slide kidogo. Achilia hapo. Acha tu. Si ndio Mungu anasema? Kabisa. Wafalme wa pili 23:5. Sasa ukisikia Elijah na manabii wa Mabaali. Dunia ya leo. Wewe leo. Kuna watu wataomba Bwana. Wewe. Ukisikia Elijah na usikie manabii wa Baali, ujue timu ni mbili. Na unajua Elijah haombi sana. Yeye anakujanga anapiga magoti. Baba Mungu wa Israeli, Mungu wa mbingu na nchi. Ieleweke leo wewe ndio Mungu wa kweli. Ili hao watu wajue wewe ndio Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Jidhihirishe. Na anatoka hapo mvua inashuka. Wengine watashinda hapo kesha. Wewe, shida ni gani? Wewe, cheza na Biblia. Twende. Inasemaje? Akamwondosha wale makuhani walioabudu sanamu. Ati watu wa Mungu walifukuza mbio makuhani walioabudu nini? Sanamu. Na leo si ndio wanaalikwa kwa maombi na masanamu zao. Kabisa. Mnacheza na Biblia. Twende. Ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukizia uvumba katika mahali pa juu ndani ya miji ya Yuda na katika mahali pande zote za Yerusalemu. Soma. Nao pia waliomfukizia uvumba Baali waliingia katika ibada ya Baali. Gani? Na jua na mwezi na sayari. Jeshi la mbinguni lote. Nikuulize, hiyo ibada inatanguliza ibada gani kubwa? Ya jua. Leo inaitwa Sunday worship. Chukua catechism. Nacheza. Nafanya mchezo. Dunia imegawanyika mara mbili. Masuala ya imani. Chukua catechism. 484. Hiyo kubwa. Ya green. Chukua hiyo. Ameshika nini huyo? Kuhani mkuu wa ibada ya Baali duniani. Ameshika nini? Ameshika nini, sanamu gani? Jua. Anatangazia watu nini? Ibada ya jua ni ya nani? Si yake. Si upande huo, si kuna manabii wengi duniani upande huo. Naam. Sasa ukisikia leo Elijah na manabii wa Baali, jitazie kwa akili. Anza. Sasa 484. Soma cover. Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Naam. Inasema sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Rudia. Tunakusanyika siku ya jua. Rudia. Tunakusanyika siku ya jua. Kwa nini? Kwa sababu ndio siku ya kwanza baada ya Sabato. Baada ya Sabato. Kumbe anajua kuna Sabato. Lakini yeye amekusanya watu siku gani? Siku ya jua. Ndio sababu climate imebadilika. Tunaungua leo. 8:16 Ezekieli. Mungu ameachilia kidogo tu. Choma hao kidogo tukingojea mapigo. Lakini watu wa Mungu amewalinda. Kambi zote za watu wa Mungu ziko na shade. Nitawaonyesha zaidi kwa hii Biblia. Watu wa Mungu. Sikiliza.
Ezekieli 8:16. Soma Ezekieli. Akanileta mpaka huo wa ndani wa nyumba ya Bwana. Ezekieli akaonyesha unabii wa ajabu, akaletwa mpaka huo wa ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama, wapi? Mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwa watu kama 25. Ezekieli alionyeshwa watu 25. Na leo ni mabilioni. Twende. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Ibada ya Mungu imepewa kisogo. Imeisha, imepewa kisogo. Yani inaisha, watu wajue wanaipatia kisogo. Alafu na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Na waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Ibada ya Mungu inaisha, imepewa kisogo. Asubuhi mapema watu wanaenda mashariki kwa ibada ya jua. Shika dunia hiyo. Hiyo ndiyo dunia. 26, 22, 26 Ezekieli. Dunia inaomboleza dunia. Saa hii tunaweza uliza maswali, mfano tutauliza maswali. Unajua hii dunia iko na laana ya Mungu, hauna habari? Una habari? Tunaishi kipindi ambacho laana ya Mungu ameacha. The curse of God is resting upon the earth, whether you are conscious or not. Laana ya Mungu inakula dunia. Na wacha nikudhibitishie. Unaona hii kipindi inaitwa siku zake mwana wa Adam. Inaitwa kipindi cha laana ya Mungu iko duniani. Mungu ameachilia. Na ndio unaona wakati tunaingia kipindi kigumu katika historia ya dunia, watu wa Mungu waishi kwa imani. Kama hujajifundisha kuomba, anza kuomba leo. Kama hujajifundisha kusoma Biblia, anza kujifundisha. Kama hujajifundisha kutii Mungu, anza kujifundisha leo. Kama hujawahi kufanya maamuzi ya kumfuata mwana kondoo kila aendako, Mungu hata kulinda wakati taabu inaingia duniani. Inaitwa the time of trouble. Danieli aliandika katika Danieli 12. Akasema kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haujaonekana tena. Hata manabii waliandika hawakuona. Shida inakuja kukula watu wa dunia. Mungu atawahifadhi watu wake. Lazima tukubali ujumbe ambao Mungu amepeana. Unasoma wapi mtumishi? Ezekieli ngapi? 22:26. Inasema 22:26. Sasa sikiliza, huyo ni Mungu. Twende. Makuhani wake. Kumbe kuna makuhani wengi. Makuhani wa hiyo system. Wamehalifu sheria yangu. Kwanza wamehalifu sheria ya Mungu. Endelea. Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Soma. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote. Tena wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Hawajafundisha watu hii ni chafu na hii ni safi. Kuja jinsi ulivyo. Mungu atakubariki jioni ya leo. Mungu atakuinua. Yani uko na miniskirt na Mungu atakuinua. Na manywele. Sindio? Hajafundisha watu hii ni ya dunia, hii si ya dunia. Malongi kwa makanisa, malongi na makucha za Nebukadneza kwa kanisa. Sindio? Unakuta watu wanaimba hapo mbele. Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Mungu. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa. Cheza. Ni makanisa ya leo. Ukiingia upige macho hapo mbele, unaona wale wanacheza, unashangaa. Nini hizi tena? Hawajafundishwa hii ni ya dunia na hii ni ya Mungu. Hawajafundishwa. Mungu anasema ni makuhani wao. Hawajawafundisha. Alafu mchungaji anakuja hapo mbele anatoa jasho ndio ine, unadhania anahubiri. Amekamatwa na roho. Na wale walikuwa naimba huko na miniskirt ndio wamekaa na huko mbele. Alafu pastor akiingia anaanza na wimbo ya kwanza. There is something today in the house of... kuna kitu leo nyumbani. Kitu gani umeona hapo? Ni kitu gani umeona? Kuna kitu leo nyumbani mwa baba. Haleluya leo. Cheza! Unajua yeye anaiba akiona, anaona mavitu. Haya. There is something today in the house of the Lord. Say amen. Roho Mungu ananiambia kuna kitu leo kwa nyumba ya Mungu. Kuna kitu. Na unajua hizo vitu zimekaa hapo mbele. Na unajua hazitulii. Inainua mguu inaweka pande inampiga kamera. Kuna kitu leo kwa nyumba ya Mungu. Kwa nyumba ya Mungu. Nini? Unaona nini? Matatizo. Shida hiyo.
makuhani wake wameharibu sheria. Unacheka? Wengine wanajipiga kifua wanasema, unajua ukienda kanisa wewe usiangalie watu. Wewe omba tu Mungu wako, alafu nini? Hatuwezi abudu Mungu Misri. Uongo hiyo. Musa alikataa. Musa alikataa. Utachafuka kama wao. Inaitwa total separation from sin, sinners, worldliness. Hakuna mtu wa dunia ni rafiki ya Mungu, hakuna. Ninaachilia mibaraka jioni ya leo. Father, in the name of Jesus, I release the anointing. Kuna release kutoka kwa mfuko yako, iko hapo. Ninaachilia mibaraka. Baba, ninaachilia upako. Hiyo nimeachilia. Nini? Ni wewe uko nayo ama ni Mungu? Matatizo. Niliona mtu anatoka Kariobangi anaenda mpaka Kibera kwa pastor wao, aachilie mibaraka juu yake. Shida. Yeye haamini anaweza kuomba kwake Mungu amsikie. Kuna pastor yako na mibaraka. Nimeachilia upako. I release. I release. Hapana, hiyo yako hatutaki, tunataka ya Mungu. Sikia pepo mchafu, toka nje. Out. Biblia inasema makuhani wameharibu sheria. Hawajafundisha watu. Hii ni chafu na hii ni safi. Hii ni takatifu na hii si takatifu. Nao wamefumba macho yao. Sasa angalia dhambi ya mwisho. Wamefumba macho ya watu wanakwenda makanisani. Wasiangalie sabato zangu. Rudi hapo juu kwa ile sabato. Ati wasiangalie nini? Wasiangalie sabato zangu. Watu wamefungwa macho, wasiangalie nini? Sabato za Mungu. Kwa hiyo ibada Mungu wako hapo. Sikia? Nami nimetiwa unajisi kati yao. Anza kupiga hesabu. Nataka uanze kufikiria. Mwenyewe kanisa anaitwa Reverend, ametumia jina la Mungu. Ibada zimechafuka, ziko na uasi, dhambi, na zimefuata mfumo wa Roma. Wamekubaliana ibada ya chua. Wamefumba macho ya watu wasiangalie sabato ya Mungu. Na niliona katika Biblia Mungu, sikiliza, Mungu anasema hivi. Hebu soma Methali 28:19. Sikiliza, soma hiyo andiko. Methali 28:19. Inasema ndio sababu wanabadilisha sauti na kuwa kama ya simba. Okay. Sababu hakuna ukweli hapo. Mungu amenionyesha jioni ya leo. Bwana asifiwe. Amina. Sema amen. Sema fire. Sema kataa. Ninataka kuachilia mibaraka na kunena mibaraka juu yako. Sema amen. Weka mkono kwa mfuko, shikilia wallet wanaume. Yana mwingine naambia wanaume watoe wallet. Lakini watu pia ni kondoo. Wanatoa. Inua wallet, sema Bwana, nimekabidhi vyote kwako isipokuwa fare peke yake. Alafu anasema, wewe unasema nini kwa TV? Geukia jirani yako, mpatie yako na yeye akupatie yake. Na wanabadilishana, watu pia ni kondoo, nabadilisha kabisa. Jirani anatoa kila kitu na yeye anatoa kila kitu. Anaambiwa kireni hapo chini. Kitasa inakuja weka, mrudishie. Mubakishie fare, muulize fare yake ni ngapi. Akisema 100 ndio inabaki. Shida hiyo. Naweza nikwambie ni nani wanafanya. Mungu aliona, Mungu akasema, sikiliza. Huko andiko gani kwanza kabla sija soma, maana tunatoa. Nimekupatia andiko gani? Wamefumba macho yao wasiangalie nini? Sabato zangu. Yeremia 5 anzia 30. Sikiliza, manabii wa zamani walisemaje? Tunaishi kipindi cha mwisho. Udanganyifu wa mwisho duniani unaitwa religious deception. Hiyo ndio ya mwisho. Na inakamatana na nini? Siasa za dunia, inakamatana na mambo ya dunia. Dunia yote inakamatana kwa ibada za uongo. Sikiliza, tupige hatua. Chap. Inasema jambo la ajabu. Jambo la ajabu. Na la kuchukiza. Imetokea katika nchi. Nini inafanyika? Manabii wanatabiri uongo. Kwa na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Ni jambo la ajabu na la kuchukiza. Manabii wanatabiri
wanatabiri kwa wanatabiri uongo, na makuhani wanatawala kwa msaada wao wa hawa. Si ndio mnatoa huko? Na watu wangu ate, na watu wangu ate, na watu wangu ate, na watu wangu ate, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nani wanapenda hiyo makanisa iende? Si ni nyinyi? Si ni nyinyi? Si ni nyinyi? Kwani akifanya hiyo vitu pale ni nani wamejaa? Si ni nyinyi? Si nyinyi ndio kondoo mko hapo? Mungu anasema watu wangu ndio wanapenda mambo yawe hivyo. Maliza usikie. Inasema je, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Mtafanya nini mwisho wake? Maana Biblia inasema ghadhabu ya Mungu inakuja kuanguka duniani kwa waasi na wote waliopinga ujumbe wa kweli wa Biblia. Mungu anasema Babeli imeanguka. Na hiyo system ni ya uongo. Ndio na Biblia inasema katika Ezekiel ngapi ile Ufunuo 17:5. Inasema 17:5. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Huyo mama alikuwa na jina limeandikwa la siri. Gani? Babeli mkuu. Ati Babeli mkuu. Nani? Mama wa makahaba. Na nini? Na machukizo ya nchi. Ati anaitwa Babeli mkuu. Nani? Mama wa makahaba. Na machukizo ya nchi. Na machukizo ya nchi. Ati anaitwa nani? Mama wa makahaba. Ati anaitwa nani? Mama wa makahaba. Ndio nimenyamaza kidogo ndio watu waanze kufikiria haraka. Na naweza kuwa naenda kwa msichana wake. Ndio kila mtu asikirie moyo, si ndio? Maana kama umeepuka kwa mama, si ndio? Sio unaweza kuwa unaenda kwa msichana wake, si ndio? Kabisa. Shikilieni moyo. Shikilia moyo. Na mwingine anasema hapa, Mungu amenisaidia. Mimi siendangi Katoliki we. Unaweza kuwa umeepuka mama ukakamatwa na msichana. Wewe ngoja uone. Enyewe unaweza kuwa ulihepa mama, ulimhepa. Kuna vile ulimhepa ukakutana na msichana kwa kona akakuingiza box. Ndio nataka nikuonyeshe. Na kama upendi ukweli enda nyumbani. Masikia vile nimesema? Wale wanapenda ukweli peke yao ndio ubaki hapa. Kama utaki, kama wewe upendangi ukweli, matatu ndio zile, enda home. Kama unapenda, wangapi wanapenda ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Unaweza kuwa uliyepa mama, ukategwa na nani? Na mtoto. Ukategwa, ukakamatwa. Yaani ulikuwa unayepa mama. Ukagongana na msichana akakukamata. Na hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida. Maana huyu mama anajua ako na wasichana. Si ndio? Mama, naam. Uko wapi? Ufunuo wa Ezekiel. Ufunuo. Enda Ufunuo 3 ndio mzuri. 2:20 ndio mzuri. Inasema 2:20. Ngojeni musikie maajabu ya Biblia, maajabu. Maajabu ya Biblia imewashinda wengi kuelewa maajabu ya Biblia. Sikia Ufunuo 2:20, sikia. Inasema twende, lakini na neno juu yako. Mungu akasema ako na neno juu ya wale ambao walijitenga wakasema sisi tutaendeleza ibada kando na hiyo system. Niko na neno juu yenu ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Wanamrudia nani? Yezebeli. Endelea. Yeye ajiitaye nabii. Twende. Na kuwafundisha watumishi wangu kuwapoteza. Endelea. Ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Maliza. Nani nimempa muda ili atubu. Mungu anasema nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Hapo hataki kutubia uzinzi wake wa kiroho. Twende. Inaendelea na kusema haraka. Tazama. Nitamtupa juu ya kitanda. Na tukikuja kuendelea na utubu huu tutaonyesha vile Mungu anakuja kuleta ghadhabu yake duniani. Na nitaonyesha ni kitanda gani. Atamtupa hiyo system juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye. Ndeni mwambie wafalme wa dunia waanze kujitenga na hiyo system. Maana Mungu anakuja kumwaga ghadhabu. Na itakuwa mbaya. Wale ambao walipata refuge katika hiyo system, Mungu anakuja kumwaga ghadhabu. Sikilizeni. Endelea. Tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye. Alafu wapate dhiki kubwa na wasipotubia matendo yake. Twende. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Ate. Nami
nitabaua watoto wake kwa mauti. Kwa hiyo mama atauawa na watoto. Haya, unaweza kuwa uliyepa mama akamatwa na mtoto. Na makanisa yote. Rudia. Na makanisa yote. Rudia. Na makanisa yote. Makanisa yote ambayo iko duniani watajua ya kuwa nani? Mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Anza kuchunguza kanisa yako kuanzia kesho. Anaweza kuwa msichana wa huyu mama, ujue utauawa. Kwambia mapema. Anza na Ng'ang'a General. Muulize. Hii Jumapili unaendanga hii kanisa ni yako ama ni ya yule mama? Anza kumuuliza, ulituita sherehe ya Christmas 25 December. Inakuwa ya Biblia ama ni ya yule mama? Ezekiel 16. Unaanza kuchunguza. Mungu anasema makanisa yote yanachunguzwa one by one. Hata vitisho ya miujiza sijini hiyo hata shetani pia anafanya hiyo vitisho. Mungu anachunguza. Mungu anachunguza saa ya hukumu. Hii kanisa inaweza kuwa ni ya yule mama, ni mmoja wapo wa msichana. Mafundisho yake tutajuaje? Ezekiel 16:44 chapter 16:44. Sikiliza, huyo mama ako na wasichana wengi sana duniani. Wengi. Ako na wasichana, usipatikane kwa wasichana wake, usipatikane kwa mama au ndio watu wa Mungu. Soma hiyo. Tazama. Kila mtu atumia midali hii. Atatumia midali hii kinyume chako. Akisema kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Like mother, like daughter. Ukitaka kujua tabia ya msichana, unafaa kuuliza msichana. Hapana. Unaangalia tabia ya nani? Ya mama. Ndio iko na nani? Na binti yake. Ndio iko na binti. Usiende kwa kanisa hizi Jumapili ati kwa Ng'ang'a ati wewe ni msichana. Kwani anajua? Ajui. Nani yako na hiyo majibu? Mama. Ni mama ako na hiyo majibu. Maana siri ni ya mama. Tena unaangalia tabia ya mama. Unaanza kuangalia Biblia. Mama amefanyeje? Amekataa sabato ya Mungu. Ameleta ibada gani? Jumapili. Wasichana wake wataenda ibada gani? Unaanza kukua mchanja mapema kabla ya ghadhabu ya Mungu kuingia duniani. Ya pili, mama anafanya sherehe za Christmas. Wasichana pia huwa wanaitana. Okay. Mama anafanya ibada za wafu makanisani. Wasichana pia wanafanya. Mama ako na Mungu anaitwa Trinity. Wasichana pia wako nayo. Wengine. Mama anabatiza watoto. Wasichana wengine wanabatiza. Mama, ndio huyo. Tabia. Nini nyingine? Ibada za makumbusho za wafu. Yaani mafundisho yake yote ni ya uongo. Yote yametoka katika Biblia. Wasichana wamefuata katika nyayo zake. Mungu akasema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo na binti yake. Sasa nataka kuuliza watu nikimaliza. Ni msichana gani? Na usikie swali yangu. Tuingie kwa nyumba ya wewe mzee. Wewe mwenye umeamka. Rudi ukae hapo, hatujaomba. Usiende. Hizi mkutano ya Kamukunji ya juzi. Hii lazima tuombe Mungu akulinde, si ndio? Nauliza swali. Ukiingia kwa nyumba ya kawaida upate mama na msichana wake. Sawa? Naam, mama wa kawaida na msichana wa kawaida. Ni msichana gani mwenye akili timamu, mwenye yako soba, ambaye anaweza enda sokoni ama town kama hapa, aweke maspika, aanze kutangaza tabia mbovu ya mama yake wa nyumbani na kumfunua aibu zake? Kunaye? Hakuna. Kunaye mwenye anaweza fanya hivyo? Mwenye ako na akili timamu hata kama mama amekosa nyumbani. Anaweza? Hapana. Anaweza? Hapana. Na ukipata anatangaza, ukipata msichana anatangaza tabia hizo, huyo si mama yake. Huyo si mama yake. Unapata hiyo? Naam. Haya, turudi kwa makanisa ya leo. Si makrusedi inawekwa sana na makanisa kabisa. Huwa wanatangaza huyu mama. Hapana. Basi hiyo makanisa yote ni ya Jumapili, ni ya uongo, ni ya huko. Mama yao ndio. Kwa hiyo wale wanaweka ujumbe wa kutangaza Jezebel na dunia mahali inaenda, hao ndio watu wa Mungu. Hawako huko. Sasa wakamata hiyo. Wakamata mpaka hapo. Hata nituhubiri mpaka kesho saa 9. Si wale wanaamini washaamini. Si ndio? Mimi majukumu yangu kama hebu soma Revelation 18 verse 4. Soma hiyo. Inasema kisha, hebu teremsha hiyo slide. Wengine tuendelee nayo kesho. Sikiliza, usikubali kupotea duniani.
Twende. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, Enda mpaka chini. tokeni kwake enyi watu wangu, Tokeni kwake enyi watu wangu. msishiriki dhambi zake, Msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa nini? Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Acha hapo. Unaona ujumbe huu? Mungu anasema watu wakae ama watoke? Watoke, Wakae ama watoke? watoke, Wakae ama watoke? watoke. Total separation message ya mwisho. Ukikubali ujumbe huo unakuwa upande wa Mungu. Ukikataa kuna mtu anakulazimisha, mbingu inajua watu wa Mungu. Sikia mzee? Inaitwa separation. Message ya mwisho inaitwa separation. Jitengeni na uovu. Chukua hii nini? Yule mtumishi mwingine ako wapi? Tunataka kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefurahia ujumbe wa leo? Weka hapo kwanza, kuna mtu anatoa kitu ya asante. Mungu akubariki. Kesho tunataka kuomba. Mungu akubariki. Kama uko na kitu kidogo weka pale, ndio watumishi kesho wanunue mafuta ya generator. Hii mafuta tunatumia tangu saa 9 mpaka sasa. Lazima ijazwe full tank. Mungu akubariki. Mtu asiende na hatujaomba. Jameni, wacha tuwaombee watu. Kama uko na chochote, Mungu akubariki sana. Tunataka kuomba. Hakuna mtu anazaliwa akiwa anajua. Kila mtu anazaliwa mahali alizaliwa, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi wanafaidika na ujumbe katika uwanja wa Mudhurwa? Bwana awabariki sana. Mungu atakuuliza siku ya mwisho. Hebu nione wale walibatizwa. Kuna wale tulibatiza. Amina. Kuna jeshi ambalo libatizwa. Kutakuwa na ubatizo mwingine baada ya miezi miwili. Hatubatizi saa hii ama mwezi mmoja. Kwa hivyo kama hukubatizwa na bado unataka ubatizwe, hebu nione, kuja hapa mbele. Hukubatizwa na ungependa uandaliwe kwa sababu ya ubatizo unaokuja, kuja usimame hapa. Tunataka kuomba sasa. Asanteni watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Wale ambao kuja tuna hiyo YouTube, tumishi yasimame aje. Wewe uko hapa na umesikia ujumbe, pengine kuna mambo tu bado unaomba Mungu akusaidie, lakini ni usikate na usiwe na wasiwasi. Pengine unamwomba Mungu akusaidie, umeona kuna ujumbe wa kweli, na kwa kweli umejitenga na Babeli, na ungetaka Mungu akusaidie ubatizo ujao ambao tutaufanya baada ya mwezi mwingine mmoja. March ikienda kuishaisha, tutakuwa tunafanya ubatizo mwingine hapa pamoja na mkutano ambao unaanza Kawangware wiki ijayo. Watumishi wa Mungu wakiendelea hapa na wengine wakienda pale Kawangware, maana pale pia tumeitwa tufanye mkutano majuma mawili au matatu, vile ambavyo Mungu atakavyoelekeza. Baada ya mkutano huo, wale watajitokeza pale, tutafanya ubatizo mwingine ili jeshi la Mungu liendelee kuwa kubwa, watu waendelee kuingia katika imani, sio kuingia kwa kanisa. Mimi sina kanisa yangu, tunawaingiza watu katika imani. Maana wacha nikwambie, hivi karibuni watu wa Mungu hawatafanya ibada kwa manyumba. Ninakwambia ukweli. Unaona hii ujumbe tunahubiri hapa, hakuna watu wa Mungu watakao kuwa na ujumbe wa mwisho wa kweli watafanya ibada kwa hii manyumba. Watu wa Mungu watafanya ibada kwa manyumba zao. Kwa hivyo kazi ambayo tunafanya ni kuingiza watu katika imani. Basi tukiwaandaa, kwa sababu kuna taabu inakuja duniani. Tutakuwa na majengo makubwa hii ya kufanya ibada. Hapana, kila mtu ataabudu mahali yuko katika imani. Katika imani. Maana ulimwengu unaenda kubadilika na sio mbali kutoka sasa mzee. Fanya hima, ingia katika imani, kubali ubatizo wa kweli. Ingia katika imani. Ingia katika imani ya kweli, jina lako linakuliwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mungu anawajua wote ambao wanapiga hatua kwa njia ya imani. Tungependa kuomba jioni ya leo ili tuweze kufunga mkutano huu. Na hii mkutano iko na watu tofauti. Na wacha nitoe maonyo. Kama uko hapa na wewe nia yako ni kuiba, anza kufikiria mara ya pili. Hapa ni mkutano wa Biblia. Heshimu Mungu. Kwa hivyo tunataka kuomba. Wale ambao wamejitokeza hapa, piga magoti, tunataka kuomba. Tunataka kuomba Mungu atusaidie. Atufanye mchezo katika ujumbe huu. Huu ni ujumbe wa life and death message. Usiwachwe nje. Kama unataka kuungana na kikundi mzee, kuja haraka. Ya haraka. Nataka kuombea watu. Pole mzee, pole mtumishi. Pole, nataka kuombea watu, watumishi. Tumishi, tunataka kuombea watu. Mungu awasaidie. Mungu ni mwaminifu. Yesu anasema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana atawashibisha.
Hakuna mtu ambaye anatafuta Mungu na ukweli Mungu atampita, hamna. Hakuna hata mmoja. Yesu alisema katika Biblia, hata sisi Mungu alitupa na sisi tunawapatia wengine. Kwa hivyo usikose kuomba. Mungu atatuongoza katika kweli. Anasema katika Yohana 10:16, na kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili. Kwa hivyo kama unasikia ndani ya moyo wao msukumo ujitokeze kwa ajili ya maombi, usikate tamaa. Wewe kuja tu katikati, tafuta sehemu tunapiga magoti. Hata sisi wote tunapiga magoti. Tumishi, nataka kumuomba Mungu atusaidie, asaidie watu. Usiogope. Mungu wetu ni wa rehema, atakusaidia. Usijione mwenye dhambi zaidi, huwezi kuamini Biblia. Wewe ndio ujumbe umeletwa kwa ajili yako. Na Mungu atakuwa na jeshi kubwa ambalo litaokolewa kipindi cha mwisho. Wapendwa, tunaomba. Namisha kichwa chako. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana. Jina lako litukuzwe. Angalia, tumepiga magoti hapa katika mji wa Nairobi. Ni usiku Bwana, na tumevumilia mpaka sasa kwa sababu tumesikia sauti yako ikinena pamoja nasi. Ni kweli ulimwengu huu unaelekea mahali pabaya. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Baba, umetupatia ujumbe wa ajabu, ujumbe unaotuokoa kipindi cha mwisho. Tusaidie. Kwa usiwe na yeyote atakayepotea baada ya kusikiza maneno ya ajabu namna hii. Itakuwa ni jambo la ajabu kama kuna yeyote atakayepotea hapa. Baba, tunajua malaika zako wako duniani. Hata sasa tumepiga magoti hivi. Tunashukuru maana malaika watakatifu wako pamoja nasi. Wanajua unyonge wa kila mmoja. Kama kuna kizuizi ambacho kitamzuia yeyote asibatizwe, Bwana ukiondoe. Saidia watoto wako kufanya maamuzi ya kweli. Baba, utusamee makosa na dhambi zetu kila moja. Tunajua hakuna aliye mkuu kumliko mwingine hapa. Sote tu watoto wako. Shetani alidanganya dunia na umetuita kutoka Babeli kukimbia katika uasi na ibada zilizochafuka. Umetuita tujitenge na dunia ya dhambi. Tumesikia sauti yako Baba. Tushike mikono. Pigania kila mmoja wetu. Tunajua kuna vita vya kiroho vilivyo vikali. Umeahidi katika neno lako malaika watakatifu watatuzingira. Umesema katika Zaburi 34:7, malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Baba, tumepiga magoti mbele zako. Tunataka utusaidie. Tuokoe katika ufalme wako. Tusipitwe na neno lako. Panda ujumbe wa kweli ndani ya maisha yetu. Tuokoe kupitia ujumbe huu wa malaika watatu. Tunakushukuru maana umetusikia. Linda kila mmoja wetu tunapotawanyika kwa sasa. Sikia maombi ya watoto wako. Asante kwa nafasi uliyotupa kuhubiri katika mji huu, tena kwa njia ya ufasaha. Sifa na utukufu zikurudie. Wote waliosikiliza ujumbe waokoe katika ufalme wako kupitia ujumbe huu. Tujalie neema kutanika kesho, mapenzi yako yakitimizwa, kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi. Tumeomba na kuamini. Amina. Bwana abariki sana. Hebu tuongee kidogo dakika mbili. Mtumishi, chukua hii mic.